Viongozi na ndugu wananchi, leo tumekutana kufanya kumbukizi la mashujaa wetu wa vita vya Majimaji, tamasha ambalo linatoa fursa kubwa na ya kipekee ya kuenzi miaka 120 ya vita vya Majimaji, na hasa kuenzi uzalendo na ushujaa wa wazee wetu waliopambana dhidi ya utawala dhalimu wa wakoloni ili kulinda uhuru wa Mtanzania. Historia ya taifa letu haikamiliki pasipo kutaja mashujaa wetu, wakiwemo hawa wa vita Majimaji ambao takriban miaka 120 iliyopita kwa kutumia mbinu za asili, hususan dhana ya maji, walihimiza uzalendo wa kuipigania nchi yao na kukataa aina mbalimbali za dhuluma na unyanyasaji katika jamii na kufanikisha kuiacha historia ambayo imedumu hadi leo. Walijitolea uhai wao kupinga uonevu na udhalilishaji wa watawala wa kikoloni, wakitumia silaha za jadi dhidi ya wakoloni waliokuwa na silaha bora na za kisasa. Hata hivyo, pamoja na kushindwa vita na baadhi yao kunyongwa, mashujaa hawa walipanda mbegu ya utaifa, uzalendo, ushupavu, amani na upendo katika jamii yetu. Mbinu na stratejia walizotumia mababu zetu hawa ndizo ambazo zimeboreshwa na kuendelezwa na kuwa mbinu za kisasa za kulinda mipaka na rasilimali za taifa letu. Hivyo kumbukizi la mashujaa wa vita ya Majimaji ni muhimu katika kuwezesha kizazi cha sasa na kijacho kuona na kujifunza jinsi ambavyo mababu zetu walivyojitolea maisha yao katika kulinda heshima, utu na rasilimali za taifa letu. Sisi tutakumbukwa kwa lipi? Sisi tunawaenzi wazee wetu kwa namna gani? Namna kadhaa zipo za kuwaenzi wazee wetu. Ya kwanza, kukwepa njia za mkato katika kutafuta maendeleo na kuimarisha nidhamu ya utendaji kazi katika nchi yetu. La pili ni kuendelea kukataa ukabila kama ambavyo wazee wetu walifanya kwa kuungana zaidi ya makabila 30 kupambana na Mjerumani. Tunao wajibu wa kuendelea kukwepa visingizio katika utendaji wa kazi katika nchi yetu. Tujielekeze katika kufanya kazi kwa bidii kuijenga nchi yetu, lakini vile vile tuwaenzi wazee wetu kwa kuikataa rushwa na kuhakikisha haki inatendeka katika maeneo mbalimbali ya jamii yetu. Namna ya kuwaenzi wazee wetu ni kukataa rushwa kama alivyokataa Chifu Songea, kukataa unyanyasaji kama walivyokataa machifu wetu, kuona kwamba tunao wajibu wa kipekee wa kulitetea na kulipigania taifa letu. Mheshimiwa Makamu wa Rais, vita ya Majimaji si historia ya kawaida, ni simulizi ya ujasiri, umoja na kujitoa kwa hali ya juu kwa wananchi wa makabila mbalimbali walioungana kupinga ukandamizaji wa wakoloni. Ni vita iliyodhihirisha kuwa hata kabla ya uhuru wa mwaka 1961, wazalendo wa nchi hii walikuwa tayari kupigania heshima, utu na ardhi yao kwa gharama ya maisha yao. Mkoa wa Ruvuma unajivunia kuwa kitovu kikuu cha historia hii adhimu. Ndio maana maadhimisho haya yameandaliwa kwa upekee na kwa upana wake. Mheshimiwa mgeni rasmi, kuwepo kwa tamasha hili ni miongoni mwa mikakati ambayo Mheshimiwa Rais mara kadhaa wa kadhaa huwa anasisitiza kwamba tuendeleze vivutio vyetu vya mali kale, historia na makumbusho iwe ni sehemu ya uchumi na kukuza utalii wetu. Wahenga wanasema vya kale ni dhahabu. Kwa hiyo nitoe wito pia kwa wananchi wenzangu, wilaya na mikoa yote mliopo, tuenzi historia zetu kama hizi, tuenzi mali kale zetu, tuzitunze kama ambavyo tumeanza hapa. Ni kwamba leo tumefika hii miaka 120 ya kumbukizi ya vita vya Majimaji. Vita hivi vilipiganwa kama tunavyoelewa na kufundishwa kwamba kwa silaha duni sana, lakini wazee wetu walidumisha hii vita kwa miaka 2 mfululizo bila kusimama. Inaonyesha namna gani ushujaa uliokuwa nao hadi ukafika mahali hapo. Kimtazamo tu ni kwamba wazee wetu walishinda hii vita, lakini kwa sababu Mjerumani alikuwa na akili nyingi sana, alikodi majeshi kukodiwa kutoka Sudani. Wanubi wao waliingilia magharibi wakati Wajerumani wanaingia mashariki. Kwa mzunguko huo, Wangoni wakajikuta wako katikati ya vita hiyo, wakaamua kuondoka, kuacha vita hiyo na kuingia Msumbiji na wengine kupotelea sehemu mbalimbali.